Sheikh Mikoye, asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, alhamdulillah rabbil alamin. Namshukuru Mwenyezi Mungu nimeamka salama na afya njema. Yes. Tuanzie hapa Sheikh Mikoye. Simba Sport Club alikuwa na mchezo wake wa kwanza pale kwenye michuano ya Kagame ambapo alicheza na Mogadishu na wachezaji wote asilimia 70 waliosajiliwa kwenye dirisha hilo walipata nafasi, ila gumzo ikawa kwa namba 9 wa Simba Sport Club Ibrahim Dumbia. Kila mtu anamtemu namna ambavyo alivyomtazama, pengine kwa namna ambavyo alivyomtazama na dakika ambazo alizopewa Ibrahim Dumbia. Moja katika mastoka ambao wanakuja kufanya makubwa kwenye ligi ya NBC ni Ibrahim Dumbia. Na Waswahili wanasema siku zote mchezaji mzuri huasubiri muda. Kutaka kumtambua mchezaji mzuri, mpe mpira. Wataalamu wote wa football wameona, wamezungumza kwa namna ambavyo kwa muda mchache aloingia yule mchezaji na kwenda kugusa mipira miwili, ameonekana ni striker wa aina gani. Mpira wa kwanza Chama anapiga pasi ya ndani, goalkeeper anatandika reli, anahisi nikiweka chini goalkeeper tamgusa na nyanyua mpira, kwa bahati mbaya mpira unakwenda kula nguzo. Watoto wa mjini wanaita mtamba panya. Pasi ya pili inawekwa ndani, anakwenda anaupiga ule mpira, wachezaji wanataka ufanyaje? Uwana. Kwa sababu umezungumzia mchezaji mmoja, wache ni wapongezi wa viongozi wa Simba hususan kwenye kamati ya usajili kwa namna ambavyo walivyokwenda kumsajili Ibrahim Dumbia. Ni kijana mdogo lakini ana historia kubwa kwenye football. Ibrahim Dumbia ndio mfungaji bora kwenye ligi ya Mali akiwa na miaka 19. Anakwenda kufunga goli 13, anakwenda kwa assist 5. Ndio mfungaji bora wa timu yake. Timu aliyotoka wamefunga goli 27 baada ya ligi kuisha. Mwamba mmoja amehusika zaidi ya goli 22 mpaka 20. Kwa hiyo ni mchezaji wa kujivunia na ni mchezaji wa kutamba naye. Kwa hiyo lazima niwaambie mashabiki wa Simba, kazi kubwa iliyobaki kwetu ni kwenye dua na sala kuombea wachezaji hawa. Kwa sababu kuna watu wameumbwa duniani wanachoyo. Kuna watu wameumbwa duniani wanachoyo. na nani wakiona kitu kizuri kiwe cha jirani yake, yeye anataka kwenda kubadilisha kile kizuri kwa nini kibaya. Ila niseme mwaka huu iwe isiwe, hatutakubali kwa namna yote ile kumuona mchezaji wa Simba anafanywa mabaya na watani. Kumbe kuna watu wanawafanyia mabaya wachezaji. Wakienda kuroga nasi tutaroga, wakienda kuchimba nasi tutachimba, ili kuona namna ambavyo malengo ya Simba mwakani yanaenda kufanyaje, kwenda kutimia. Kwa hiyo niseme kwa wastani, Ibrahim Dumbia ni striker bora, na Simba kuja kwa bahati mbaya amekuja kwa malengo ya Simba, na inshallah mwakani anakwenda kutimia. Kwa hiyo unasema Ibrahim Dumbia ni mchezaji mzuri. Ni mchezaji ambaye amekuja kukamilisha malengo ya nani? Ya Simba. Na inshallah malengo ya Simba mwakani anakwenda kutimia. Sheikh Mikoye Kisugu, kwa kile ambacho kilichokuwa kinazungumzwa juu ya winga wa Simba Sport Club Libase. Kuna taarifa iko inasemekana Libase kuna ofa ambazo zimekuja kutoka sehemu mbalimbali, na taarifa ambazo ziko zinaendelea kuwa msimu unaoanza inakuwa kuna advantage ndogo sana ya kusalia kwa wekundu wa Msimbazi Simba, lakini Libase yeye amesema mwenyewe hatakuwepo na atazidi kuwepo zaidi. Kwa namna jinsi ulivyomuona Kalesto kwenye namna anavyocheza msimu na Libase goe, kuna watu watatapika damu kama semaji alivyosema, watu waje uwanjani na dawa ya pumu. Yes. Kwanza pia nirudie tena kuwapongeza management ya Simba. Simba ni klabu kubwa. Simba lazima waishi kwenye malengo yake. Na malengo ya klabu kubwa siku zote kwenye dunia kuhakikisha wanachukua mataji. Na moja kuchukua mataji kuhakikisha kwamba wachezaji wako key player unapambana nao wanabaki kwenye timu. Kwa hiyo lazima nipongeze management ya Simba kwa namna ambavyo wamepambana, wale wachezaji quality player wote wa Simba wamefanyaje? Wamebaki. Maneno yalikuwa mengi sana. Wachambuzi walibadilisha maneno mno. Lakini mwisho wa siku Libase Agee jana ameripoti kambini na ameanza mazoezi na Simba. Hii inaonyesha namna ambavyo Libase bado tunaye. Lakini kwa bahati mbaya, bahati nzuri niseme bila kificho, Libase yale maneno yalikuwa anasema alikuwa anayasikia.
Libase akajua baadhi ya wachambuzi wengi Kiingereza hawajui. Na ndio maana jana Libase akatumia maneno ya Kiswahili akasema nipo sana Simba. Aliwasaidia watu jana. Maana yake anakwenda kutengeneza msaada kwa wale ambao wasiojua lugha ya nini? Ya kigeni. Anakwenda kutafsiri kwa lugha sahihi kusema bado yupo sana Simba. Ni jambo zuri, ni jambo la faraja kwetu. Lakini niseme leo hii waandishi mmemaliza kunihoji Ibrahim Dumbia. Mtakwenda kunihoji kuhusu Karesto. Kila mchezaji mtakwenda kunihoji, lakini ukweli ndio hivi, Simba umesajili wachezaji quality player. Ulimuona Rudini kwenye mechi ya Simba aliocheza na Mogadishu. Goalkeeper wa kwanza alicheza mdogo wangu Abeli. Namba 2 alicheza Duchu. Sikilizeni hiyo list alafu muje muangalie namna ambavyo Simba imesajili wachezaji quality. Namba 3 kacheza Nathan Chilambo. Kwa mara ya kwanza mwalimu Steven Becker anafanya surprise. Anamchukua Mligo baada ya Becker kushoto anakwenda kuzima kati ya back 4. Nani anakataa? Nani anakataa? Namba 6 kacheza mchezaji bora Kevin Nation. Midfield juu ana clash, chini ana devela. Chini ana devela. Ametulia. Lighting namba 7 amekwenda mdogo wangu Abubakari Sifi. Hii unaona namna ambavyo Simba walivyokuwa na quality player. Lakini wakati nataja list first 11 mkamfikiri kwamba timu ya mwaka jana Simba haijabomoka, bado iko vile. Namba 8 kacheza bwana mdogo anaitwa Kopa. Mwalimu anafanya surprise nyingine, anamchukua Innocent Liemba anakwenda kumcheza namba ngapi? Namba 9. Lengo ni nini? Lengo kuwaonyesha namna ambavyo Simba usajili wake waliofanya mwaka huu na malengo ya Simba namna ambavyo walivyotaka kama klabu. Sisi tumesajili wachezaji, hatujasajili vinyozi. Ni mmesajili? Lipo tangazo kutoka saluni moja Warabuni, Saudi Arabia. Wanasema walikuwa na kinyozi wao amewatoroka. Kwa hiyo kama kuna mtaalamu wa kinyozi aende akaombe kazi kwenye hiyo saluni. Nani aliwatoroka wale? Baada yule mchezaji kwenda kutangazwa amesajiliwa, wenye saluni wakapata mashaka. Huyu mpira kacheza lini? Kumbe mara ya mwisho alikuwa anacheza ligi ya Zambia na rafiki yake alikuwa Patrick Pili. Ingeni kwenye ukurasa wa Patrick Pili ameongea haya maneno, mimi sibahatishi. Na bahati nzuri niwaambie waandishi wa habari, nchi hii timu zote zina maifluencer, lakini timu yenye maifluencer bora ni Simba Sports. Timu yenye maifluencer wamesoma ni Simba Sports. Timu yenye maifluencer wenye mvuto ni Simba Sports. Timu yenye maifluencer wenye msimamo ni Simba Sports. Na hili ukitaka kulijua, nendeni mkaulize management ya Yanga. Kila jambo bora la Yanga lazima influencer wa Simba aitwe na alikwe. Na apewe nafasi kubwa, wengine wataisha kaburi moja tu kupiga kelele hapa. Nyinyi mmekuwa mashahidi waandishi. Mlikuwepo kwenye baridi la Yanga. Yanga wanakuwa mabingwa, influencer gani alokupata nafasi kunyanyua kombe? So wa Simba. Kuna muda mwingine kwani shetani alikuwa kiumbe wa nani? Shetani alikuwa kiumbe wa nani? Kwani mnaamini kwamba shetani Mungu amtambui shetani kwamba kiumbe wake? Sasa nyinyi shida nini? Nasema kwani Mungu amtambui kwamba shetani kiumbe wake japokuwa anajeuri? Nimesema hivi. Kwani Mungu amtambui shetani kwa kiumbe wake? Anamtambua Mekoi. Lakini bado anakuwa nani? Shetani. Anamtambua Mchome ni mwana Simba mwenzenu. Kwa hiyo ninachosema juzi haya maneno yangu ili yaonekane kwa kweli, ili nimwambie mdogo wangu Kizinga aendelee kushona viatu, achane na mambo, anapoteza muda, hana thamani ndani ya timu yake. Kizinga aendelee kushona viatu.
aendelee kupiga kelele makaburi moja hapa, aendelee kupika pilau,